Haleluya. Bwana Yesu asifiwe, mtoto wa Mungu. Ninakusalimia kupitia jina la Yesu. Bwana Yesu. Ninakusalimia kupitia jina la Yesu. Ninaamini wewe ni mzima wa afya. Bwana amekupa siku nyingine tena ya kuonana na wewe. Naamini Yesu anakutunza huko uliko. Na pia kabla sijaendelea, niwape pole tu Watanzania wenzangu ambao wamepitia kwenye changamoto mbalimbali kadha wa kadha kwenye kipindi hichi ambacho tulikuwa pia na uchaguzi. Poleni sana. Poleni sana. Na Mungu awe mfariji wenu kwa wale ambao wamefiwa na ndugu, jamaa na marafiki. Nawape pole sana. Na Mungu awakumbuke pia wote na kuwatunza. Naitwa Mchungaji Masai wa kanisa la EAGT Victory Center. Napatikana ndani ya mji mdogo wa Kibaigwa, wilaya ya Kongwa, mkoa wa Dodoma. Nimekuja mbele yako leo kwa ajili ya kuendelea kujifunza maneno ya Mungu ambayo yatatusaidia tuweze kusonga mbele kiroho na hata kimwili. Kwa neema ya Mungu tu na kwa upendo wa Mungu, huwa Mungu anatuwazia mema. Kama unaweza ukaandika, pamoja na mimi, unaweza ukaandika, lakini kama unaweza ukatulia na kunisikiliza pia, ni vyema zaidi. Nitakufundisha matokeo ya dhambi au matokeo ya kumkosa Mungu. Kwa mtu binafsi, kwa watu wengi na kwa taifa pia. Tunaposema taifa inajumuisha mimi na wewe. Tunaposema taifa inajumuisha kanisa na wale ambao hawamjui Mungu. Kuna watu wanaomjua Mungu na kuna watu ambao hawamjui Mungu. Lakini watu wengi pia wanasikia habari za Mungu wakati tunapoendelea kuhubiria. Inawezekana hata wewe ambaye nakuhubiria, inawezekana hata hujui mlango wa kanisa, lakini upo kwenye mitandao ya kijamii. Lakini inawezekana nakuhubiria lakini umeacha kwenda kanisani. Kwa hiyo nataka nikufundishe matokeo ya dhambi kwa kila mmoja kwa taifa letu, kwa viongozi na kila mtu anaitwa mwanadamu. Huwa dhambi au makosa ina matokeo. Hakuna makosa ambayo hayana matokeo. Kila kosa lina matokeo. Na wakati mwingine unawezekana unapitia kwenye changamoto kwa sababu ya makosa au dhambi ambazo unatenda, unamkosa Mungu. Hata kwa taifa letu la Tanzania, mimi ni Mtanzania, unayenitazama ni Mtanzania. Inawezekana kuna vitu ambavyo vimetusababisha mpaka tufikie hapa, tukawa tunaona vitu ambavyo hatujawahi kuviona na kusikia vitu ambavyo hatujawahi kuvisikia. Tatizo hili ni kwa sababu labda ya matokeo ya dhambi. Naomba nikurejeshe kwenye maandiko kidogo.
Tuangalie kitabu cha Waamuzi sura ile ya 6. Waamuzi sura ya 6 kuanzia ule mstari wa 1 hadi wa 5. Sitachukua muda, nitamaliza muda sio mrefu. Kama unaweza kunisikiliza live sawa, kama baadaye unaweza ukarejea pia kwenye akaunti yangu na kusikiliza ninachokifundisha, nayo ni sawa. Kwenye kitabu cha Waamuzi sura ya 6 kuanzia mstari wa 1 hadi wa 5 anasema, kisha wana wa Israeli walifanya yaliyo maovu mbele za macho ya Bwana. Bwana akawatia mikononi mwa Midiani muda wa miaka 7. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya neno lako. Naomba ukalibariki. Lakini pia Bwana, na mimi nitumie kama chombo muda huu kuzungumza na watoto wako wanaonifuatilia kwenye mitandao ya kijamii ambayo Bwana nimeshare. Ninaomba wakumbuke, ninaomba wapiganie, wape masikio ya kusikiliza, na mimi nitumie kama chombo wapate kuelewa, na Watanzania wote wapate kuelewa, ili Mungu atuponye na mabaya. Kupitia jina la mwanao Yesu Kristo naomba nishukuru. Amen. Mwana wa Mungu, ukiangalia maandiko niliyosoma kwenye kitabu cha Waamuzi, Biblia inasema kisha wana wa Israeli walifanya yaliyo maovu mbele za nani? Mbele za Bwana. Baada ya wana wa Israeli kufanya maovu, Biblia inaniambia, neno la Mungu linaniambia hivi, Bwana akawatia mikononi mwa Midiani muda wa miaka 7. 7 years. Baada ya kumkosa Mungu, Mungu anawatia wana wa Israeli mikononi mwa Midiani miaka 7. Mungu ndio anawatia mikononi mwa Midiani. Midiani ni taifa lingine ambalo halimchi Mungu. Wana wa Israeli ni taifa ambalo linamcha Mungu. Baada ya wana wa Israeli kumkosa Mungu, Mungu anaamua sasa, hao wanaomcha Mungu, baada ya kumkosea Mungu, akawatia mikononi mwa Midiani. Ni kama mtu ambaye anamjua Mungu alafu anamtenda Mungu dhambi. Mungu anainua maadui wamshughulikie, analeta njaa imshughulikie. Labda atapata akili ili aweze kumgeukia Mungu. Nazungumza na wewe, nazungumza na nchi, nazungumza na taifa, nazungumza na viongozi, kwamba tunapomkosa Mungu na kumwacha Mungu, wakati mwingine Mungu anainua watesi, anainua maadui zetu kutupiga, labda ili tuweze kumrudia Mungu. Unaweza kana ukapitia kwenye changamoto. Shida sio Mungu. Angalia uko wapi, unafanya nini? Je, ulikuwa una mawasiliano mazuri na mahusiano mazuri na Mungu? Je, hayo mahusiano na mawasiliano mazuri na Mungu, je, yakoje kwako sasa? Mungu uliyekuwa unamwabudu mwanzo ndivyo unavyomwabudu sasa? Wakati mwingine umeanza kutegemea wanadamu. Biblia imeandikwa, amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu, amfanyaye kwa mwanadamu kuwa kinga yake. Amelaaniwa. Sasa ukianza kumwacha Mungu na kutegemea wanadamu, utapigika sana. Haleluya, mtoto wa Mungu. Anasema baada ya wana wa Israeli kumkosea Mungu, Mungu anawauza kwa maadui, anawaletea maadui. Wakati mwingine unawezekana ukapata maadui sio kwa sababu unatenda mazuri, hapana, ni kwa sababu umemkosa Mungu. Mungu anawalinda watu wake. Ngoja niendelee kidogo, naamini tuko pamoja. Anasema Bwana akawatia mikononi mwa Midiani muda wa miaka 7. Mungu aliwaacha muda mrefu wateseke, waonewe. Nimesema nafundisha matokeo ya dhambi au matokeo ya kumkosa Mungu. Ni nini kinatokea ukimwacha Mungu? Ni nini kinakutokea ukimwacha Mungu? Ni nini kinatokea au kinatutokea sisi kama taifa tukimwacha Mungu? Ni nini kinatutokea kama kanisa tukimwacha Mungu? Majibu yako kwenye neno la Mungu. Mungu, kila kitu kinachotokea ulimwenguni kimeandikwa kwenye neno la Mungu. Neno la Mungu ni unabii wa maisha yaliyopita, ya sasa na yajayo, kwamba kuna ukweli kwenye neno la Mungu kwa sababu neno ni Mungu. Kirejea kwenye kitabu cha Yohana sura ya 1 mstari wa 1 utajifunza neno ni nani. Neno ni Mungu, na Mungu halitupi neno lake. Anapolituma neno lake lazima limrejee likiwa limefanya kweli. Bwana Yesu apewe sifa.
Miaka 7 wana wa Israeli wanatupwa kwa maadui, wanapigwa miaka 7, wanaonewa miaka 7, miaka 7 wanateseka, miaka 7 wanakosa chakula, miaka 7 ya vita, miaka 7 ya kupitia kwenye mateso kwa sababu ya kumkosa Mungu. 7 years, mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, mpaka wa 4, mpaka wa 5, mpaka wa 7, unapitia kwenye changamoto kwa sababu umemwacha Mungu, umeendelea kumtenda Mungu dhambi. Mtoto wa Mungu, ni kuonye tu kama mtumishi wa Mungu, ni vizuri ukakaa na Mungu vizuri, kwa sababu dhambi zitakuharibia maisha. Unawezekana ukaharibu maisha yako leo kwa sababu ya dhambi. Utakapomkosa Mungu, Mungu anakutupa mbali mpaka akurejeshe. Muda umepita, umepata hasara, kila kitu kimeharibika, ndoa imeharibika, watoto hawaeleweki, nyumba yako haieleweki, nchi imeharibika, vitu vimeharibika. Na wakati mwingine tutaanza kuwa mateka hata kwenye nchi yetu. Tunaweza kuwa mateka hata kwenye nyumba yako, unaweza kuwa mateka hata kwenye taifa lako, baada ya kumtenda Mungu dhambi. Unamwacha Mungu. Ulikuwa Mkristo mzuri, unaanza kutegemea wanadamu, unaanza kwenda kwa waganga wa kienyeji. Ulikuwa unaenda kanisani mara kwa mara, siku hizi unaenda baa mara kwa mara. Baa ndio imekuwa nyumbani kwako. Jumapili badala ya kwenda kumwabudu Mungu, umeanza kwenda baa. Mzinzi, mwongo. Mungu hawezi kuvumilia hayo mambo muda mrefu. Anaweza akakurudisha kwa maadui zako, akakuletea maadui zako muda mrefu ambao hujulikani. Ni vizuri ukaendelea kudumu na Mungu. Haleluya, haleluya. Wakati mwingine tunapitia kwenye mambo yanaumiza fahamu zetu. Wakati mwingine watu wanaharibu, wachungaji wanaharibu, mashehe wanaharibu, viongozi tulio nao wanaharibu, na ni Wakristo, wanadini, wanapokelewa makanisani, wanaabudu makanisani. Wakati mwingine rushwa inaharibu nchi, inaharibu taifa. Tunaanza wote kuwa wagawa rushwa, hata mpaka watumishi wa Mungu nao wanaanza kugawa rushwa. Inafika muda ambao Mungu anachukia, anaacha tuumizwe, anaacha tuangamizwe, mpaka aturudie ni kizazi kingine. Kama uamini hivi, kasome kitabu cha Kutoka. Wana wa Israeli walivyokuwa wanasafiri wakamkosa Mungu, wale wazee wote wakafa mbugani, wakafa msituni, wakafa nyikani, kwa sababu wamemkosa Mungu. Watoto wao ndio walienda kwenye ile nchi ya ahadi. Ukifa hauna hasara kwa Mungu, utaenda motoni. Ni vizuri wakati unamjua Mungu, mgeukie Mungu, kae na Mungu vizuri. Haleluya. Sijui kama kuna mtu ananielewa. Sijui kama kuna mtu ananielewa muda huu. Sijui kama kuna mtu ananielewa. Anaweza akasema naungana na mchungaji Masai kumgeukia Mungu sasa. Kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati ni mstari ambayo tumezoea, anasema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu wakijinyenyekeza. Matokeo ya kujinyenyekeza ina maana hawataingia kwenye vurugu, ina maana hawataenda kwenye vita vya kimwili, ina maana hawatainua mabunduki, hawatainua mashoka wala mapanga. Wao wataenda magotini kuandamana kiroho. Alafu watakapoandamana kiroho, Mungu atafanya kimwili. Mungu hawezi kushindwa jambo lolote. Mungu ndiye ameahidi kwamba ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina la wakijinyenyekeza na kuomba na kutubu, anasemaje? Ataiponya nchi, ataiponya taifa. Tukiandamana, tunaomjua Mungu wenye haki, tukaandamana magotini, tukazungumza na Mungu, Mungu ametuahidi ataiponya nchi. Hajashindwa, hajashindwa. Neno la Mungu li hai, linafanya. Mungu anatenda, hajawahi kushindwa. Hata sasa inapaswa tuandamane kiroho, tunaomjua Mungu, tutubu mbele za Bwana. Tunaangalia kwenye mitandao ya kijamii, unakuta kuna picha za ajabu ajabu zinazopain, zinaumiza moyo. Na kama madhabahuni nasema, Mungu, kwa umri wangu huu sijawahi kuona haya ndani ya Tanzania. Sisi tunaomjua Mungu tuliandamania wapi? Sisi ambao ni wanyenyekevu mbele za Bwana tuliandamania wapi? Tunaweza tukachanganywa wazuri na wabaya, Mungu akatuleta. Kumbuka
kipindi cha kina Danieli, kina Yeremia, kina Ezekieli, walipelekwa utumwani na ni manabii wa Bwana wanaomcha Mungu, na wakaendelea kutabiri kwenye mataifa. Mungu akawaambia kule kule. Danieli baada ya kusoma vitabu na kuelewa, ndiye akajua kumbe miaka 70 inabidi tuwe utumwani, sasa muda umeisha wa kurudi kwetu. Hawakumwacha Mungu. Kuna muda tutapelekwa utumwani huko kwenye nchi yako, lakini na wewe ni mzuri na ni mtakatifu, utaenda utumwani. Ni vizuri ukaendelea kukaza kukaa na Mungu, kukaza na Mungu, ili Mungu atusaidie sisi na watoto wetu, atusaidie na nchi yetu. Tuendelee kuombea nchi, tuendelee kuombea taifa. Hata mfalme akikosea, sisi watakatifu tunaweza tukaomba mabadiliko yakatokea. Hata jeshi likikosea, sisi watakatifu tunaweza tukamwomba Mungu, Mungu akatenda. Hata polisi wakikosea, sisi tunaweza tukamwomba Mungu akatenda. Ngoja nikupe mstari wa ajabu hapa. Nikupe maandiko ya ajabu hapa kwenye kitabu cha Mathayo. Kitabu cha Mathayo. Oh Jesus. Kitabu cha Mathayo sura ile ya 6 mstari wa 12. Nafikiri Sio. Hapana, mstari wa 14. Mstari wa 14 Biblia inasema, ni neno la Mungu, sio mimi. Biblia inasema, kwa maana mkiwasamehe watu makosa yao, na Baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi. Bali msipowasamehe watu makosa yao, wala Baba yenu hata wasamehe ninyi makosa yenu. Sijui kama naongea na mtakatifu mmoja. Sijui kama naongea na mtu mmoja anayemcha Mungu. Sijui kama naongea na mtu ambaye anataka kwenda kupiga magoti sasa hivi kuingia kwenye maombi. Sijui kama naongea na mtu ambaye analiombea nchi yake leo au kesho. Sijui kama naongea na mtu ambaye amefiwa na ndugu yake. Sijui kama naongea na mtu ambaye ameonewa na kudhulumiwa na kunyanyaswa. Sijui kama naongea na huyo mtu ambaye anamcha Mungu. Ambaye hamchi Mungu analipiza kisasi. Biblia inasema samehe 7 mara 70. Unaposamehe ndivyo Mungu anavyokusikia na kujibu maombi yako. Unapoachilia ndivyo Mungu anakusikia na kujibu maombi yako. Je, umeachilia? Ni lini Mungu atakusamehe na kuiponya nchi? Wewe mtakatifu wa Mungu, ni lini Mungu atakusamehe? Kama anasema hapa, kwa maana mkiwasamehe watu makosa, watu wanatenda makosa, umechukuliaje mzigo? Kumbuka nafundisha matokeo ya dhambi. Matokeo ya dhambi. Tunaona taifa la Israeli baada ya kumkosa Mungu kwenye kitabu cha Waamuzi sura ya 6, Mungu akawapeleka utumwani. Akawaletea Midiani, wakawapiga, wakala mpaka na vyakula vyao. Wakawa hawapati chakula. Nasema hivi, mstari wa 2. Kitabu cha Waamuzi sura ya 6 mstari wa 2, anasema mkono wa Midiani ulikuwa na nguvu juu ya Israeli. Wana wa Israeli wana nguvu, lakini wakaja maadui zao wakawa na nguvu. Nguvu za Waisraeli ziliisha kwa sababu wamemkosa Mungu. Hata wewe mtakatifu utakapotenda uzinzi, utakapoiba, utakapoua mwingine, zile nguvu ulizo nazo zinaisha. Kwa sababu Mungu anakuacha, anakuletea mwenye nguvu zaidi. Haleluya. 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 Rekebo shandarabasaikalo. Unawezekana ukapelekwa utumwani, usipate nafasi ya kumwabudu Mungu. Unawezekana ukapelekwa utumwani, usipate nafasi ya kupiga magoti na kuomba. Ni vizuri usimkose Mungu, ili uendelee kumcha Mungu na kumwomba Mungu. Tunaona hapa mstari wa 3, basi ikawa hapo Israeli walipokuwa wamepanda mashamba, wa Midiani wakakwea na Waamaleki na hao wana wa mashariki wakakwea juu yao, wakapanga marago juu yao na kuyaharibu hayo maongeo ya nchi hata ufikapo Gaza. Wala hawakuacha katika Israeli riziki ziwazo zote, kondoo wala ng'ombe wala punda, kwa maana walikwea na ng'ombe zao na hema zao. Wakaja mfano wa nzige kwa wingi wao, na ngamia zao pia walikuwa hawana hesabu. Nao waliingia katika hiyo nchi ili kuiharibu. Wakaharibu kila kitu, wakamaliza kila kitu. Kwa sababu gani?
Watu wamemkosa Mungu. Mtu wa Mungu, ifundishe jamii yako kumgeukia Mungu. Wafundishe ndugu zako kumgeukia Mungu. Ifundishe nchi kumgeukia Mungu. Ifundishe taifa kumgeukia Mungu. Nikiangalia bendera ya nchi yangu haina alama yoyote ya damu. Haina alama ya damu. Haina alama ya damu. Sipendi kuona nchi watu wakipigwa, watu wakiuawa. Damu ya mtu ni mbaya sana. Mungu anamwambia Kaini, damu ya ndugu yako Abili inanililia. Huwa damu inaongea. Na Biblia inasema pia, atakaye mwaga damu ya mwingine atadaiwa damu. Kwamba sio vizuri. Na dhambi ya mtu mmoja kama kiongozi wa taifa inawezekana ikatusababisha Watanzania wote tukapitia kwenye shida. Baba anaweza akakosa akasababisha familia yote ipate matatizo. Baba tu anaweza akasababisha watoto waadhibiwe wapitie kwenye matatizo. Kwa hiyo ni vizuri tukainua nchi yetu na kuiombea. Ni vizuri tukaliombea taifa letu, kwa sababu matokeo ya dhambi ni mbaya sana. Inaweza ikatuingiza kwenye matatizo. Watakatifu wa Bwana, tumgeukie Bwana na kumlilia, tusije tukapitia kwenye matatizo. Lakini tuwasamee waovu, tuwasamee waliotukosea mabaya, tuwasamee wanaotutendea uovu, ili Mungu asikie maombi yetu. Haleluya, mtoto wa Mungu. Haleluya, mtoto wa Mungu. Haleluya, mtoto wa Mungu. Kitabu cha Walawi, nikusomea kitabu cha Walawi. Mambo ya Walawi. Mambo ya Walawi sura ya 26. Mambo ya Walawi chapter 26 verse 16. Chapter 26 verse 16. Mimi nami nitawatenda jambo hili, anasema Mungu. Ukianza mstari wa 14 anasema, lakini msiponisikiza wala hamtaki kuyafanya maagizo hayo yote, ninyi mkizikata amri zangu na roho yenu ikichukia hukumu zangu, hata ikawa hamtaki kuyafanya maagizo yangu yote, bali mwalivunja agano langu, mimi nami nitawatenda jambo hili. Nitaamrisha uje juu yenu utisho, hata kifua kikuu na homa zitakazoharibu macho yenu na kudhoofisha roho, nanyi mtapanda mbegu yenu bure, kwa kuwa adui zenu wataila. Matokeo ya dhambi, matokeo ya dhambi, matokeo ya kumkosa Mungu. Tunawezekana vitu vyetu vikaliwa kwa sababu hatuna Mungu. Vitu vyetu vikaharibiwa kwa sababu hatuna Mungu. Ni vizuri tukaendelea kumtafuta Mungu ili Mungu atusaidie. Bwana Yesu apewe sifa. Ni vizuri tusije tukapoteza mali zetu, tusije tukapoteza taifa. Ni vizuri kanisa likaendelea kukaa vizuri na Mungu, kulibeba taifa. Nchi kama nchi, muda mwingine watu wote wanaweza wakaongoza maana ni wanasiasa, lakini ukweli kanisa, nchi au taifa inaongozwa na watakatifu, inaongozwa na watumishi wa Mungu katika ulimwengu wa roho. Wakati vyama vinaweka wagombea, wengine ni wapagani, wengine ni Wakristo, wengine ni Waislamu na dini mbalimbali, kama nchi haimwelewi Mungu, lakini nchi ina watakatifu, nchi ina watumishi wa Mungu. Sisi ndio tunaibeba nchi kama watumishi wa Mungu na kuweka mbele za Mungu, kuanzia rais mpaka balozi wa nyumba 10. Mimi ndio ninamuombea. Nikipiga magoti, Mungu ndiye anajibu. Wao wakifanya makosa, mimi ndio namuomba Mungu aturehemu na kutusaidia, maana mimi namfahamu Mungu. Inawezekana rais amfahamu Mungu, amheshimu Mungu, lakini kwa maombi yangu nikainua mbele za Bwana. Nasema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu, kuna watu ambao hawajaitwa. Kama umeitwa, una nafasi ya kusimama na kuliombea taifa. Jana usiku nilikuwa nafuatilia kipindi kimoja YouTube ambayo kilikuwa live, lakini kilikuwa live kwa hiyo watu walikuwa wanapiga simu. Niliumia sana. Mtu mmoja anasema hivi,
Sinaweza nikaenda nje, yani naweza nikatumia gharama yote nikaenda nje kukodi vikundi kama Al-Shabaab sijui al-nini. Nasikiliza moyo ukaanza kuuma, nikasema watu wanaumia hivi. Ni vizuri nikaendelea kufanya bidii ya kumuomba Mungu atuepushe na majanga, atuepushe na matatizo, atuepushe na hizi shida, ili Mungu aweze kutusaidia na kuikomboa nchi yetu. Haleluya. 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 Ni vizuri sana watu wa Mungu tukamtafuta Mungu ili tusije tukapitia kwenye matatizo. Lakini ule mstari wa 6 anasema, mstari wa 6 kitabu cha Waamuzi sura ya 6 mstari wa 6 anasema, Israeli walitwezwa sana kwa sababu ya Wamidiani, nao wana wa Israeli wakamlilia Bwana. Unapopita kwenye changamoto, usisahau kumlilia Bwana. Unapofikia hatua ngumu, ni vizuri kumlilia Bwana. Namalizia kusema ni wakati wa kumlilia Bwana ili tusipigwe. Kama tumepigwa, basi tumepitia kwenye changamoto muda mrefu, ni vizuri mimi na wewe ambaye tunamfahamu Mungu tumlilie Mungu atusaidie, tumlilie Bwana atusaidie. Kitabu cha Zaburi ya 50 mstari wa 15, Zaburi sura ya 50 mstari wa 15 anasema, ukaniite siku ya mateso nitakuokoa, na wewe utanitukuza. Ukimwita Mungu ukiwa kwenye changamoto, kwenye shida, ukimwita wakati wa mateso, anasema nitakuokoa. Ni wakati wa kumwita Mungu unapopitia kwenye changamoto. Ni wakati wa kumwita Mungu unapopitia kwenye mjaribu. Ni wakati wa kumwita Mungu hata wakati taifa linapitia kwenye shida. Ni wakati wa kumwita Mungu wakati nchi inapitia kwenye changamoto. Anasema atatuokoa, na Mungu huwa sio mwongo. Pia Zaburi ya 78, Zaburi 78 mstari wa 34, Biblia inasema alipowaua ndipo walipokuwa wakimtafuta, wakarudi wakamtaka Mungu kwa bidii. Anasema mstari wa 34, alipowaua ndipo walipokuwa wakimtafuta. Watu wanavyoumizwa ndio wazidi kumtafuta Mungu. Wana wa Israeli walipokuwa wanateseka Misri, ndipo akaongeza bidii kumlilia Mungu. Mungu akasikia kilio chao. Unapitia kwenye matatizo gani? Unapitia kwenye changamoto gani? Unapoendelea kulia, kuna mama mmoja anaitwa Hana kwenye Biblia. Alikuwa ni tasa, hana mtoto. Mwenzake anaitwa Penina, alikuwa na watoto. Akawa anamsema sana mke mwenzake. Hana akaendelea kumlilia Mungu. Kadri alivyomlilia Mungu na kuweka nadhiri, ndipo Mungu akamtokea akampa mtoto. Unapopitia kwenye majaribu, usiache kumwomba Mungu. Usilipize kisasi. Kisasi ni cha Bwana. Kaa vizuri na Mungu atakuinua, atakurehemu, atakufungua. Anasema 34, Zaburi 78 mstari wa 34, anasema alipowaua ndipo walipokuwa wakimtafuta, wakarudi wakamtaka Mungu kwa bidii. Nimalizie na Hosea, kitabu cha Hosea. Nimalizie kitabu cha Hosea sura ya 5. Hosea sura ya 5 mstari wa 15. Nitakwenda zangu niparudi mahali pangu, hata watakapoungama makosa yao na kunitafuta uso wangu. Katika taabu yao watanitafuta kwa bidii. Anasema nitakwenda zangu niparudie mahali pangu. Mungu anarudia mahali pake. Anasubiri wakati gani? Anasubiri muda ambao tutageuka na kutubu, tutageuka na kuomboleza, alafu atarudi kutuokoa, atarudi kutusaidia. Ndio ahadi ya Mungu. Nimekufundisha matokeo ya dhambi, madhara ya kumkosa Mungu. Ni vizuri tukaungana kumlilia Mungu kama watakatifu. Mungu atatuponya sisi, atairehemu nchi. Wewe mvuta bangi, wewe mvuta sigara, wewe mzinzi, mwasherati, kahaba, Mungu hapendi hiyo dhambi unayoitenda.
Mungu atakuacha upigwe na adui zako. Mungu atakuacha unyanyaswe na kuonewa. Ni vizuri ukamgeukia Mungu pate kwa salama. Dhambi zetu zinatufakaranisha na Mungu, na Mungu anasema sikii maombi ya mwenye dhambi. Maombi ya mwenye dhambi ni sawa na kelele mbele za Mungu. Anataka tugeuke, tumche yeye na kumwabudu yeye. Nikuache mtoto wa Mungu, naamini umenisikiliza, na Mungu akuponye nafsi, akuponye roho na akuponye mwili kwa jina la Yesu Kristo. Baba, ninakushukuru kwa muda ulionipa ya kuzungumza mbele ya media hii ya Facebook na mitandao mingine ambayo nimeshare. Ninakushukuru kwa ajili ya hao wote walionifuatilia na watakaoendelea kunifuatilia. Naomba uendelee kututunza na kutupa amani. Naomba uendelee kuwaganga watu mioyo yao na nafsi zao na roho zao. Baba, roho ya kulipiza kisasi iondoke ndani yao, kwa sababu Bwana wewe ndio umesema samehe 7 mara 70. Na Bwana, tunaposamehe ndipo utakapoenda kusikia maombi yetu na kutugeukia na kutuokoa. Tumejifunza kwa habari ya wana wa Israeli walikukosa, alafu ukawaweka mikononi mwa Midiani, ndio baadaye ukamuinulia Gideoni akawasaidia na kuwakomboa pale walipokulilia. Kumbuka machozi ya Watanzania, kumbuka machozi ya watakatifu, ili uendelee kuwaokoa watenda dhambi, uendelee kuwageuza wengi. Baba, ninawaombea nikiwa madhabahuni, wakumbuke tu na kutukumbuka sote, ili tuendelee kuwa na nafasi ya kukulilia wewe na kukuomba wewe. Mponye mama yule pia, ponye baba yule, kijana yule na binti yule. Na kemea roho za magonjwa ndani yao, roho za uzinzi na uasherati ndani yao, roho za ushoga na ulawiti ndani yao. Ninakataa hiyo roho kwa jina la Yesu Kristo. Nguvu za kipepo majini ndani yao, Makata, Maimuna, Subiani, kila nguvu inayowarudisha nyuma katika jina la Yesu Kristo anaza, inayosababisha wamkose Mungu, roho yoyote inayosababisha wamkose Mungu, hiyo kiu ya dhambi ninaikataa ndani yao. Ninapiga kwa moto na radi kwa jina la Yesu Kristo anaza. Kila ugonjwa umemshika mama yule na baba yule, iwe kansa, iwe kisukari, ninakemea kwa jina la Yesu Kristo Nazare. Ninakataa hiyo roho kwa jina la Yesu Kristo. Nguvu na roho ya malipizi ninakataa pia ndani yao kwa jina la Yesu Kristo. Baba, ikumbuke Tanzania. Mungu, ikumbuke nchi yangu. Naendelea kuinua nchi yangu ya Tanzania mikononi mwako, nikishika bendera hii ya Tanzania. Baba, ni wakati ambao tumepitia kwenye changamoto, lakini endelea sasa kusimama na taifa, lakini simama na watakatifu wako. Wape nafasi ya kugeukia wewe na kuomba mbele zako. Umetufundisha kwenye neno lako kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 7 mstari wa 14 kwamba unasema ikiwa watu wako walioitwa kwa jina lako watajinyenyekeza na kuomba, umesema utaiponya nchi. Baba, iponye nchi yangu ya Tanzania, iponye taifa langu Bwana, maana pia umesema kwenye maneno lako kwamba hakuinua taifa na dhambi ni aibu kwa wote. Tuondolee aibu kama Tanzania katika jina la Yesu Kristo. Wakumbuke watumishi wako, wakumbuke wachungaji, walimu, mitume na manabii. Baba, ukawasaidie wainjilisti waendelee kuhubiri neno lako ndani ya Tanzania. Watu wote wageuke, mataifa waijilie Tanzania kwa ajili ya kuitaka baraka. Ninaitakia neema yako Tanzania, ninaitakia baraka Tanzania na viongozi wetu wote. Ninawatakia amani yako, waponye, waokoe, wape kukujua. Ninachotaka kila mmoja akujue na kukugeukia katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu li hai, ninakushukuru kwa kunitumia mimi pia kama chombo kupitia jina la Yesu. Amen. Mungu wa mbinguni akubariki. Mungu wa mbinguni akutunze. Naitwa Mchungaji Masai wa kanisa la EAGT Victory Center, nipo Kibaigwa, Dodoma. Mungu wa mbinguni akubariki na nikutakia ulinzi wa Bwana siku zako zote. Endelea kufanya mapenzi ya Mungu. Amen.